Kwa hivyo sote tunakubaliana kwamba masala ya uhuru ni ya msingi sana katika dini yetu, na mitume wote walikuja kwa ajili ya kupigania uhuru, kumkomboa mwanadamu kutokana na utumwa wa mwanadamu mwenzake. Ndio maana katika Qur'ani, mbali na neno la mustadhaf, ustudhifu, wanyonge, kuna istilahi ya taghut, man yakfuru bitaghut wa yu'min billah, kwamba taghuti ni kiongozi, dikteta. Na mapambano ya madikteta dhidi ya haki yametajwa ndani ya Qur'ani. Jalut amepambana na Taluti na Daudi akiwa ni mtu dhalim. Kwa hiyo hatuna shaka katika hilo, na Qur'ani yenyewe ikatuambia alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fi at-taurati wal-injili ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith, kisha wa yadh'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alayhim. Huyu mtume amesifiwa kwamba ni an-nabiyul ummi, nabii asiyejua kusoma na kuandika, au anayetoka ummul qura, au ambaye alifiliwa na baba, alizaliwa akiwa na mama peke yake, nisbatan ila al-ummi, ambaye wanamkuta ameandikwa nabii huyu katika Taurati na Injili. Kazi yake kubwa ni nini? Ya'muruhum bil ma'ruf, anawaamrisha mambo mema, wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat, anawahalalishia vitu vizuri vizuri, wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith, anawakataza kutumia vitu vibaya vibaya vyenye madhara. Kisha mahallu shahid, wa yadh'u anhum israhum, na anawatua mizigo yao, wal aghlal allati kanat alayhim, na kuwaondoshea minyororo waliokuwa nayo. Maana yake nini? Kwamba anawapa uhuru. Sasa dhana ya uhuru haiko katika level ya nchi tu, inashuka chini mpaka katika familia. Ni nukta muhimu sana katika malezi. Sisi kwenye Qur'ani Mungu katufundisha kwamba yeye mwenyewe ametupa uhuru. Alam naj'al lahu 'aynayn wa lisanan wa hadainahu, na tumemuongoza mwanadamu njia mbili, ana khiari ya kuchagua ya haki na kuchagua ya batil. Na Mungu hajatumia udikteta katika imani kwamba wewe chagua, man shaa falyu'min wa man shaa falyakfur. Lakini tutakutana huko mbele, Mwenyezi Mungu anasema, lakini uhuru unao wewe hata katika kuamini kwamba muumba yupo. Sasa nukta ya muhimu ni kwamba dunia tunayoishi sisi sasa hivi, tatizo kubwa ni kwamba ile maana ya uhuru ambayo hatutaki kuieleza hapa, tutaki kuchukua muda mrefu, tunataka kwenda moja kwa moja katika malezi. Lakini tatizo kubwa tulokuwa nalo katika ulimwengu tunaoishi ni kwamba maana ya uhuru ni nini? Kila mmoja anapigania uhuru, lakini maana yake ni nini? Tunaishi katika ulimwengu ambao yule mwizi ndiye anayetoa maana ya wizi, yule gaidi ndiye anayetoa maana ya ugaidi, yule dikteta na beberu ndiye anayetoa maana ya uhuru. Yani tunaishi katika ulimwengu ambao misamiati na istilahi zimeporwa maana zake, na waporaji ni wale watuhumiwa wakubwa. Yani mtuhumiwa namba moja wa ugaidi ndiye anayehusika kutoa maana ya ugaidi. Kwa hiyo tukihitajia maana ya ugaidi, tunaambiwa maana ni hii, na anaielezea ndio ugaidi namba moja. Haya, unatarajia nini wewe? Kwa hivyo hakuna asiyepigania uhuru duniani, hata dhalim na dikteta anapigania uhuru. Katika ulimwengu huu wa sampuli hii, kitu kinachoitwa almarji'iyya ni muhimu, reference, kwamba wewe ukisema maana ya kitu unategemezea nini? Nani ndio anaweza kutoa maana ya vitu hivi? Katika nukta kama hiyo ni muhimu sana tuelewane. Kwa hivyo sisi tunasukumwa na Qur'ani na Sunna za maasumin katika kuelewa
nini maana ya uhuru, katika kuelewa nini maana ya haki, Imam Ali ameeleza sana, katika kuelewa nini maana ya uadilifu, justice, nini maana ya ugaidi. Vyote hivi tuna marjiia yetu, tuna reference yetu, na reference yetu ni Qur'ani. Ndio maana wataalamu wengi wa Kiislamu wakasema kila utakapokuwa mtumwa wa Mungu ndipo unapokuwa huru na viumbe vingine visivyokuwa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo maana ya uhuru ni kuwa mtumwa wa Mungu ili vingine visikutawale. Huwezi kukomboka na taghuti na vingine vyote kama hujawa mtumwa wa Mungu. Kwa hivyo uhuru unapatikana katika utumwa. Utumwa gani? Utumwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kwako peke yako tunakuabudu na ni wewe peke yako tunakuomba msaada. Sasa turudi nyuma kidogo katika mambo ambayo tuliwahi kudokeza. Tumemsoma Jean-Jacques Rousseau. Tulimwelezea kwa kirefu hapa. Anaamini kuhusu uhuru wa mtoto katika malezi. Mtoto kile kipindi cha kwanza chote asiingiziwe chochote kile cha kijamii, aachiwe huru. Haya tuliyaeleza hapa. Aachiwe huru kwa maana nature itamfunza, mazingira yatamfunza, na yeye anaamini huo nao ni uhuru, mtoto awe huru. Lakini tulisema yeye ni zao na matokeo ya zama alizoishi, kwa sababu aliishi katika zama za mwangaza kule Ulaya, wanapigania uhuru dhidi ya madikteta waliotawala kwa jina la dini. Kwa hivyo yeye ni Mfaransa aliyehusika katika mapambano ya Tanwir, ya kuleta mwangaza Ulaya ambayo ilikuwa katika kiza. Sasa aliamini jamii ni chafu, ni corrupt society, ina ufisadi, haifai kumpa mtoto maadili. Mtoto aachiwe, mazingira ni mwalimu tosha. Sisi hatuwezi kuamini Kiislamu uhuru wa kupindukia wa mtoto aachiwe, asiambiwe fanya au usifanye, kwa sababu tunaamini kwamba generation zinahamisha ada na mila nzuri kwenda katika generation nyingine, vizazi vinarithishana maadili. Hatuwezi kuamini kwamba yote yaliokuwa katika jamii machafu, kwa hivyo mtoto aachiwe mwalimu wake awe ni mazingira, ni nature. Nature hajawahi kuwa ni kiumbe mwenye akili timamu, ni kiumbe cha Mwenyezi Mungu kinachopelekwa na mwanadamu. Kwa hivyo uhuru kwake kwa mtoto ni huo. Lakini kitu tunachojifunza hapa ni kwamba Jean-Jacques Rousseau aliutoa uhuru kuanzia kule juu kwenye dola na utawala, akaushusha mpaka kwenye familia.